Tusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Na jenga madhabahu ambayo Bwana Mungu akishuka pale, akiwa anatazama pale, aangalie kwamba huyu mtu ni vema atendewe, na mambo aliyoyafanya huyu mtu ni vema atendewe, ambayo sio ya kawaida. Amepindua ulimwengu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Anasema Daudi hapa kwenye Zaburi 20:1-4, anasema Mungu anamwambia Bwana akujibu siku ya dhiki. Nini kinachomfanya Daudi ajibiwe siku ya dhiki? Ni ule moyo wake wa kumtumikia Mungu kwa kujitoa mbele za Bwana. Daudi hakuwa na mchezo. Ndiye mtu pekee mfalme ambaye alikusanya vifaa vyote vya kujenga hekalu la Bwana. Mungu akamzuia. Mikono yako imemwaga damu nyingi sana, huwezi kunijengea hekalu. Atakayenijengea ni mwanao Sulemani. Daudi ni mtu ambaye amefanya mambo makubwa. Daudi ni mtu ambaye amepokea taifa la Israeli likiwa kwenye vita ya miaka. Sauli hakuna uchumi aliyoupandisha, wameporomoka kiuchumi. Daudi anakwenda kulipokea taifa limegawanyika, lina Yuda, lina Israeli, lina Yerusalemu. Analipokea Daudi taifa lilogawanyika, halina chochote, lakini ndiye mfalme pekee aliyeinua madhabahu ya Mungu. Akainua madhabahu ya Mungu na akainua uchumi wa taifa la Israeli. Ni Daudi pekee. Biblia inasema Mungu akampelekea watu wenye shida, wenye changamoto, wenye mahitaji, waliokuwa na madeni. Mungu akampelekea Daudi. Daudi akaanza kuwafundisha, wakawa watu wa vita, wakafanya kazi ya kivita, wakatembea na Mungu, wakatembea na mfalme wao Daudi. Daudi akaliunganisha taifa, halafu akaunganisha watu na Mungu, na Mungu akashuka juu ya watu, na uchumi wa taifa ukapanda juu. Biblia inasema Daudi akajenga ngome. Daudi akajenga ngome katika Shamu. Akajenga nini? Akajenga ngome katika nini? Katika Shamu. Katika Shamu. Na Bwana akampa kushinda kila alikofanyaje? Kila alikokwenda. Mungu akupe kushinda kila utakapokanyaga. Mungu akupe kushinda kila utakapokanyaga kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni akupe kushinda kila utakapokanyaga kwa jina la Yesu aliye hai. Tumikia Mungu, mwana wa Mungu. Nimemwona Mungu siku ya Jumatano kwa namna yake. Tumetoka hapa madhabahuni, tukaenda. Nimefika njiani pale, ingawa ushuhuda sio wa kwangu, ni wa familia ya watu. Nikiwa Sinjo, ukuta jamaa kijana mmoja wa familia, kijana mkubwa wa kiume wa familia, ameshachukuliwa, hayupo. Sijajua alikuwa Bujumbura, sijajua alikuwa wapi, sijui. Hayupo. Nina vijana wangu, tukafika tukaanza kuomba. Na baadaye wakaja wamama wawili, tukawa nao mle ndani. Kaomba. Tuliwakuta wamama wawili, watatu, mama mwenye familia na wengine wawili. Kaanza kuomba. Tukio, scenario niliyoiona ni Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Scenario niliyoiona ni Mungu anafanyaje? Anajua. Niliona tukio la kutisha ambalo sio la kueleza hapa, ila abaki Mungu kuitwa nani? Mungu. Na utukufu mrudie nani? Yeye, Mungu wa mbinguni. Mtu ambaye amekufa hayupo, uliobaki ni udhihirisho. Na akabinuka. Mikono peleka unakopeleka, kichwa peleka unakopeleka, mgongo pindana peleka tu unakopeleka. Mdogo wake anamkuta mdogo wake, anaita tu mara mbili, mara tatu, aliita mara tatu. Fulani. Mara ya tatu. Fulani. Macho ghafla yakawa mekundu. Yule kijana
Baadaye nikasema huyu kijana ataanguka na pressure. Nikamwambia toka nje wewe kwanza. Sasa kuna madhabahu ya Mungu aliye hai, yaani Mungu anayetembea na wewe kwa nguvu namna hiyo, eti ukaombee mtu ambaye amechukuliwa na wenye nguvu, alafu nao unasema kwa jina la Yesu nasema rudishwa. Ifika nikaweka mkono wangu kwa kushoto kwenye moyo wake. Nilitulia ndani ya dakika 3 sijatamka chochote. Lakini baadaye nikaanza kutamka pole. Tamka. Mshauri nikathibitisha kwamba huyu ni roho wa kipepo. Nikasimama kukemea. Na vijana wangu kemea, ambia kamata miguu, kemea, tukaanza kukemea. Kemea! Tulikemea kwa muda wa dakika 10. Mahali ambapo ukiniona mimi nimekaa dakika 10 naombea mtu, ujue hiyo madhabahu ilikuwa ni hatari. Yesu asifiwe. Yule mtu alirudishwa. Bwana akamrudisha, hajui chochote hata kidogo, hajui. Sidhani hata kama sasa hivi anaelewa kilichokuwa kinaendelea baina yake na nguvu za giza. Sielewi. Angekuwa anajua, angekuja kanisani. Sijui. Sasa huna madhabahu ambayo ina nguvu, huna mahusiano na Mungu ambayo yana nguvu, uende ukaweke mkono. Unaweka mkono namna hii, unashangaa mkono wako unapigwa shoti. Unatoka hapo, badala ya wewe kuombea umeweka mkono, unatoka hapo vimehamia kwako. Ndio maana unaona wachungaji wengi ni wagonjwa, wanalazwa tu kila wakati. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo unaweza ukakurupuka kwenda kuweka mkono namna hii, halafu vile vitu vikahama kwa yule mtu vikakufuata wewe. Maanake wanajua uwezo wako, wanajua ufahamu wako, na wanajua madhabahu yako. Bwana Yesu asaidie. Bwana Yesu asaidie. Amen. Lakini kwa sababu tunaye Jehova Mungu aliye hai, ni kusalenda tu. Ni kusalenda tu. Ni kusalenda tu. Ni kusalenda tu. Hakuna mjadala. Hakuna mjadala. Shetani lazima asalende. Na nazungumza hata kwako lazima asalende tu. Amen. Hata kwako lazima asalende tu. Amen. Hakuna mahali ambapo atatesa watoto wako, atatesa familia yako. Madhabahu tunayo, kuhani tunaye, na Yesu tunaye. Hayupo. Amen. Huyo Lucifer hayupo. Amen. Wa kuitesa familia yako hayupo. Amen. Hajazaliwa bado. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Lazima uwe mtu wa kanuni na taratibu, uwe mtu wa kanuni za kiroho. Kuna watu hamna rekodi yoyote ile kwenye ufalme. Hamna chochote kile. Hata mbingu zinapoangalia kwenye kitabu, zinakuta hamna chochote ulichowahi kufanya mwaka mzima. Toka Januari mpaka leo Disemba, hakuna chochote ambacho umefanya kwa ajili ya Bwana. Na unategemea Mungu eti akuinue. Mungu ni wa kanuni. Ukitaka Mungu akubariki na akuinue, kama Daudi hapa, jua kumtumikia Mungu kwa kumtolea sadaka. Sio kwamba unamtolea Mungu, maana Mungu sio maskini. Ni kwamba unatoa mwenyewe kwa moyo wako wote wa kupenda. Ukitaka ufunguo wa baraka ufunguke kwao, ushikilie mkononi mwako, uwe mtoaji wa zaka, wa sadaka. Una utumishi wako ndani ya nyumba ya Bwana kwa namna yako. Alafu Mungu anafungua milango ya baraka. Ukitaka kuwa mtu mwenye nguvu za Mungu, uwe mtu wa maombi. Ukitaka kuwa mtu mwenye elimu ya Mungu, ufahamu wa kibiblia, kuwa msomaji wa neno la Mungu. Na usikilize sana, ujifunze kuhusu neno la Mungu. Unakuwa na ufahamu wa kibiblia. Lazima kila kitu kinaenda kikanuni. Kila kitu unachokiona kina utaratibu. Unataka Mungu akubariki, lazima uwe mtoaji. Anzisha madhabahu ya utoaji. Unataka Mungu akuinue kiufahamu, kiwango cha juu, ujue Biblia, ujue neno la Mungu, lazima uwe msomaji wa neno la Mungu na kusikiliza unachokifundishwa.
Ukitaka uwe mtu mwenye nguvu za Mungu, unafika mahala shetani anafanya tu hivi, lazima uwe mtu wa maombi. Hiyo ni kanuni ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe.